Ndio. Andika tu, iko njia mbili mbele ya mwanadamu. Njia mbili mbele ya mwanadamu. Njia ya kwanza ni ipi na njia ya pili ni ipi? Njia ya kwanza mbele ya mwanadamu imewekwa na Mungu ni njia ya uzima wa milele. Njia ya pili iliyoko mbele ya mwanadamu iliyowekwa na Mungu ni njia ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona njia ya kwanza ni uzima wa milele na baraka, lakini njia ya pili ni mauti na laana. Hizi njia mbili zipo mbele ya mwanadamu. Kazi ya mwanadamu ni kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya mwanadamu ni kuchagua. Ataichagua njia ya uzima na baraka, ama atachagua njia ya mauti na laana. Kwa hiyo hizi njia zote mbili zimewekwa mbele ya mwanadamu, na ni Mungu mwenyewe ameweka. Tutasoma na tutaona namna ambavyo Mungu anasema ametuwekea leo uzima na mauti, lakini baraka na laana. Ni njia mbili tu mbele ya mwanadamu. Ni njia ya uzima na baraka, lakini njia ya mauti na laana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoenda kujifunza, tuone na tujue ni njia zipi hizo, na hizo njia ni ya namna gani, na hizo njia tunachaguaje. Hizo njia tunaweza kuchaguaje? Maana unasema mtu atachaguaje njia ya uzima na njia ya uzima na baraka, na mwingine atachaguaje njia ya laana na mauti? Kwa hiyo tutatazama kwa neno la Mungu, tuone jinsi ambavyo Mungu ametuwekea hizi njia, na hizi njia sisi ndio tuchague. Wewe ndio uchague, utapita njia ya uzima na baraka ama njia ya mauti na laana. Kwa hiyo tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 30. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30, tutaona mstari kuanzia mstari wa 11. Kuanzia mstari 30 kuanzia mstari wa 11. Biblia inasema hivi. Anasema, kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito kwako wala si mbali. Si mbinguni hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni atuletee, aje atuambie tusikie tupate kufanya. 13. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari hata useme ni nani atakayetuvukia bahari akatuletee, aje atuambie tusikie tupate kufanya. 14. Lakini neno li karibu nawe sana, li katika kinywa chako na moyo wako upate kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie 19. Sasa angalia 15. Anasema, angalia niloweka leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Angalia nimeweka leo mbele yako uzima na mema, mauti na mabaya. Kwa hiyo ameweka mbele yako uzima na mema, mauti na mabaya. Hizi ni njia mbili. Kwa hiyo kazi ya mtu ama kazi ya mwanadamu ni kuchagua uzima na mema ama kuchagua mauti na mabaya. Sasa angalia mstari wa 19. Anasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kutii sauti yake na kushikamana naye, kwani huo ndio uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hizi njia mbili, njia ya kwanza tukasema ni uzima na baraka. Kwamba mtu atakapochagua njia ya uzima, njia ya uzima ni zile sheria za Mungu. Ndio maana
anaanza kwa kusema kwamba anasema sheria za Mungu si mbali, si mpaka mbinguni. Hata useme nani atakayepanda mpaka mbinguni atuletee hizo sheria, atuletee hilo neno ili tuweze kulisikia tufanye. Anasema wala si ng'ambo ya bahari, maana yake hautumii gharama kulifuatia. Anasema li karibu na wewe. Anasema hilo neno liko katika kinywa chako. Kwa hiyo ni kazi yako wewe uchague sheria za Mungu ama ukatae sheria za Mungu ufe. Anasema chagua kumpendeza Mungu, chagua sheria za Mungu ili uwe hai wewe na uzao wako ama wewe na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nazishuhudia mbingu na nchi kwamba nimekuwekea leo, anasema uzima na mema. Anasema nimekuwekea uzima na mema. Lakini tunaona anasema kuna uzima na mauti. Kwa hiyo njia ni wewe uchague. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tumeletewa uzima wa milele. Mungu amemtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili kwa yeye tupate uzima wa milele, ama kwa yeye tuweze kuona wa uzima wa milele. Lakini kuna mara mbili, uchague njia ya kumkataa ama uchague njia ya kumkubali. Maana kumkubali ni kuzipokea, ni kuzikubali hizo njia na kupokea huo uzima wa milele uwe wa kwako wewe na kizazi chako. Maana anavyosema wewe na uzao wako, si aishi kwako tu, ni wewe na uzao na wote wanaokufuata na wote ulio nao, wewe na kizazi chako, wewe na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kitabu cha Yohana. Nataka tuzione hizi njia vizuri ili tujue namna ambavyo Mungu alituwekea njia mbili. Isizidi dakika 12. Kitabu cha Yohana, sura ya kusoma ni sura ya 3 na mstari wa 16. Ili andiko linasomwa kila mara na kila mtu, na iko kwenye vinywa vya watu wengi, kwa habari ya Mungu mwanae wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele, si ndio? Sasa leo tutaangalia na jinsi ambavyo ama Roho Mtakatifu atuonyeshe kile ambacho leo anataka kutusemesha zaidi kwa habari ya njia mbili ama kwa habari ya kuziona njia mbili. Tutaangalia kuanzia mstari wa 16 na mstari wa 18. Biblia inaandika, nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17. Maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. 18. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17 anasema kwamba Mungu anasema mwana hakuja kwa ajili ya kuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye Yesu Kristo ama kwa yeye Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ulimwengu ili uokolewe kwa kupitia Kristo Yesu. Angalia mstari wa 18. Anasema asiyemwamini anasema amwaminie hahukumiwi, lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo neno la Kristo ndio lina hukumu. Kwa hiyo Kristo Yesu hajaja kuhukumu ulimwengu, lakini kwa yeye ambaye hajampokea Kristo amekwisha kuhukumiwa. Tuko sawa sasa? Anasema hivi mstari wa 18, anasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo kama haujamwamini ama kama haujaichagua hiyo njia, hukumu tayari imekwisha kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema iko njia mbili. Nasema njia ya kwanza ni uzima na baraka, lakini njia ya pili
ni mauti na laana. Kwa hiyo ili tuwe ama tuweze kurithi baraka za Ibrahim, ili tuweze kurithi baraka za Ibrahim, lazima tuwe katika Kristo, yeye aliyemfanikisha Ibrahim. Lazima tuwe katika baraka, lazima tuwe katika Kristo. Maana baraka za Ibrahim ni katika Kristo, ni katika Yesu Kristo. Baraka za Ibrahim ni katika yeye Yesu Kristo. Kwa hiyo ili nasi tuweze kuwa warithi wa hizi baraka, lazima tumwamini Kristo ambaye ndiye aliyemfanikisha Ibrahim. Kwa hiyo tunarithi baraka hizi. Tunarithi baraka hizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama hakuna uzima wa milele nje ya kumwamini Kristo ama nje ya Kristo, maana yake ni kwamba hakuna uzima wa milele nje ya kuchagua njia ya Kristo, nje ya kuchagua njia ya kumwamini Kristo na kumpokea Kristo. Si kumwamini tu katika mwili, maana wengi tumemwamini katika mwili. Wengi tunatembea naye katika mwili, lakini katika roho hatuko naye. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie. Ukiangalia katika dunia yote, katika dunia yote hii, angalia, wengi tunamtaja Kristo, wengi tunaenda kanisani, lakini katika moyo hatuna Kristo, ama hatumtaki Kristo, ama tumepingana na Kristo. Utasema kwa jinsi gani? Biblia inasema hivi, anasema anayemtegemea mwanadamu na huku moyoni mwake amemwacha Mungu. Kumwacha Mungu hatumwachaki katika mwili. Katika mwili hakuna mtu anasema simtaki. Katika mwili tunaona hakuna mtu anayesema simtaki Yesu, mimi nimemkubali. Lakini katika moyo tumemwacha ama tumekuwa mbali naye. Kuna umbali tulioweka na Kristo katika mioyo. Lakini katika mwili tuko naye karibu. Katika mwili tuko naye tunamsifu. Katika mwili tuko naye tunamwimbia. Lakini katika roho